wabunge wote wa Senate na National Assembly. Hatutachukua zaidi ya dakika 20 kwa sababu hawa wananchi wamekaa hapa sana. Na mimi nitasimamia kipindi cha wale maseneta. Hiyo ingekuwa ni kazi ya seneta wenu wa Kitui hapa. Lakini kwa sababu yeye ndio mgeni wa heshima, amesema mimi kama naibu wa kiranja wa maseneta nisimamie hiyo kipindi, alafu tuende kwa haraka sana. Maseneta kwa muda mwingi huwa hatuna maneno mingi. Your Excellency, because we are here for Thanksgiving, allow me to also say, nimemjua huyu seneta wenu kwa muda mrefu sana. Mimi nikianza safari yangu ya siasa, nilikuwa nimepatiwa nafasi kwa gazeti ya Standard kila Jumapili. Na Wambua alikuwa editor wangu, Your Excellency. Alinisupport wakati ule nilikuwa naanza, sikujua kwamba kuna siku tutakuja kuketi kwa Senate na yeye. Na hii ni mara yangu ya pili mwaka huu peke yake kuwa hapa Chiondoni, kwa sababu tulikuwa hapa kwa mradi wa kujenga hili kanisa, na furahi ya kwamba zile fedha ambazo tuliweza kuchanga naona inaendelea kufanya kazi. Mheshimiwa huyu Enoch Wambua, Mheshimiwa Kalonzo, wale maseneta ambao ulituma kutoka Ukambani, wote ni watu wenye msimamo. Hii picha mnaona hapa nilisema waweke saa ile nimesimama. Hii ni tear gas mnaona, sio TV ni mbaya. Hii ni tear gas. Ukiona hii mwanaume ako na shati ya white hapa, hiyo ni kioo Wambua. Anatembea kwa moshi ni kama ni moshi ya kuni. Wakati tumeamua ya kwamba tunaenda mbele. Mheshimiwa Wambua ametulea sisi ambao tumeingia kwa bunge mara yetu ya kwanza. Jinsi ambavyo ya kuleta hoja pale mbele, vile ya kuzungumza, vile ya kutoa maoni, lakini pale ndani ya Senate vile baba amesema, kweli Mheshimiwa Kalonzo tunapata tabu sana. Kwa sababu sisi wanatuambia kila wakati, opposition, watu wa minority, kujeni na alternatives. Tunaleta alternatives Mheshimiwa Kalonzo, watu wanaleta numbers. Wewe unakuja na maoni mzuri, yeye amengoja tu anaambia speaker put the question. Tunataka kupiga kura tuende nyumbani. Kwa sababu amepokea simu tayari kutoka wapi? State House. Anaambiwa hii hata wakilia nyinyi mpitishe. Kwa mfano Mheshimiwa Kalonzo, sisi maseneta wa Azimio tunaelewa kazi yetu ni moja tu, kutafutia counties pesa ili wananchi wapate maendeleo. Mswada unakuja mbele ya bunge la Senate. Umeambiwa wewe kama senator uchague kama counties za 485 billion ama 385. Unaona mtu amepigiwa simu na State House, anachukua pesa kidogo, anawacha ile nyingi ati kufurahisha rais. Hii watu ya Kenya kwanza masenators, hata wakiambiwa waue mama zao, kama vile ule jamaa wa Shakahola alikuwa anaambiwa, wanaua tu, hawana akili. Jana tunajadili mswada wa NHIF, Mheshimiwa Kalonzo. Tumesema kwa sababu deductions ama zile ushuru ambaye inatolewa kwa watu ambao wako na payslip zimekuwa mingi. Payslip za watu wengi hapa ziko negative. Hao watu ni vile tu hawasemi, wamelemewa na maisha. Tunasema tusiongeze any further deductions. Tukaleta amendment, tukasema kwamba tunataka kama hiyo NHIF mpya itakuja, ile deduction isipite shilingi 2,000. Tukafikiria hawa watu wengine wa Kenya kwanza pia wataona hivyo, kwa sababu pia watu wao wanaumia. Mheshimiwa Kalonzo, simu ilikuja kutoka State House tena, wakasema hii wananchi wacha walie tu, wewe ongeza mzigo, punda bado iko na nguvu. Wanasema bado mko na nguvu nyinyi watu. Hati muendelee kubeba mzigo. Nyinyi mko na nguvu bado? Mmechoka ama bado? Sasa leo wameongeza tena bei ya mafuta. Jameni, hawa wananchi wataenda wapi? Na ndio kwa maana sisi Mheshimiwa Kalonzo tunakuambia wewe kuendelea kusimama imara. Na kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya shukrani, nataka niseme leo nikiwa hapa, Mheshimiwa Kalonzo, kwanza mimi pia niko na deni yako, niseme asante.